Sehemu ya 6. Emily alitoka chooni huku akichechemea. Mdomoni alikuwa na alama ya damu. Licha ya kujifuta watu wasijue kilichoendelea juu yake. Alikuwa amekata tamaa na aliona hawezi kuwasaidia watoto, kwani hana nguvu kama wao, hana mafunzo ya kijeshi wala ya polisi. Ni kijana tu wa kawaida mwenye mdomo mwingi. Licha ya madhaifu yote aliyokuwa nayo, roho ya ujasiri ilimwijia na aliona kwa kidogo alichokuwa nacho apambane mpaka mwisho. Alielekea behewa ambalo watoto walipo. Alipofika behewa la 12, alimkuta yule jamaa bado kalala fufufo na simu yake bado kaangusha kwenye siti. Alichukua simu pasipo kujulikana na kisha kuelekea sehemu watoto walipo. Alipofika alikuta tayari watoto wameshakamatwa, huku nyuso zao za watoto zikiangusha machozi. Walipomwona Emily anakuja, walionyesha ishara ya mkono aje kuwasaidia. Watekaji walipomwona Emily, mmoja alimkabidhi mtoto mwenzie kisha kumfuata Emily. Simu hii ndiyo huwa anawasiliana na baba wa hao watoto, inaweza kuwasaidia. Emily alikabidhi simu na kisha kuondoka, akiwaacha watoto wakimlilia. Abiria wengine walitaka kujua mbona watoto wanalia, na majibu waliokuwa wakipewa kwa watoto hao ni wakorofi wakiwa pamoja. Baba yao amesema tuwachukue na tuwarudishe sehemu walipo. Abiria waliridhika na majibu, kwani hata mara ya kwanza Emily alipofika behewa hilo alisema kitu hicho hicho. Emily alipofika behewa la 12 kwa yule jamaa mlala ovyo, alimgusa na kisha yule jamaa kushtuka na kumkaripia Emily watembee vizuri, si anaona watu wamelala. Emily alimjibu kuwa ameona kuna mtu amemuibia simu, kavaa suti nyeusi na yupo behewa la 13. Yule jamaa ambaye alikuwa ni bonge kapanda hewani alijipapasa na kufahamu kuwa simu yake kaibiwa. Alimwambia Emily, twende ukanionyeshe huyo mtu aliniibia simu. Emily aliongozana naye huku akiwa anachechemea kwa maumivu aliyokuwa nayo. Walipofika behewa la 13 kwenye maungio na la 14, Emily alimuonesha mhusika ni yule anataka kukaa na mtoto. Pasipo kusita wala uoga, yule aliyeibiwa simu alimfuata mmoja wa wanaume aliyevaa suti na kisha kumkunja na kuingiza mkono mfukoni na kukuta simu yake. Ugomvi ulianza kuwa mkubwa, kwani mwenzie na yule aliyekunjwa aliingilia kati, huku baadhi ya abiria walinyanyuka na kutuliza ugomvi. Pia hata wahusika wa treni nao walisogea kutuliza ugomvi. Wakati yote yakiendelea, Emily aliwaita watoto wamfuate. Walimkimbilia Emily na kumkumbatia wakiwa wanalia. Emily alichukua watoto na kuelekea nao katika behewa ambalo Nia yupo.